Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika leo ilikuwa ni sabato njema na sabato nzuri sana ya kupendeza. Ni katika viwanja hivi vya Seka Center ambapo kanisa la Waadventista Sabato Seka wamehitimisha mahubiri yao katika viwanja hivi. Tumebarikiwa na masomo mbalimbali zikiwemo pia program mbalimbali, na kukaribisha uendelee kubarikiwa pia na tazama matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika siku hii ya leo. Hawa ni wamama wamefundishwa. Sasa niombe wabatizwa waje wote. Haya, nataka kuchukua matukio. Ngesaya nayo kwenye fursa hizi wa aposi. Kusindikiza sio bali hiyo tarudi baadaye. Yupo tena nafasi wanatamani kusogea mpaka kule tu. Yeye watu wanataka kuona nini tukio. Maana sasa YouTube ni tukio la mbasha kabisa. Naomba tuombe. Sasa tuombe. Usizungumze tafadhali. Kwa muda. Haleluya. Amen. Hao ni makatibu. Asante. Mtambo umetoka. Asante. Ndio nasema njoo umpe. Wewe unasukari lakini yeye hana sukari. Amen. Kitu kama hicho. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu kwa namna pekee. Mungu wetu atubariki sana. Tunamshukuru Mungu wetu wanasafiri mtoto mmoja yuko hapa. Hai, mimi ni Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Kanisa Maria Katonga. Pati vile jina la Bwana Mungu wako. Ikundi sukia sabato takashi. Mwishumu baba yako na mama yako. Siyo siide seme wanga. Tamani mana mtu mwingine. Bwana ndiye mchungaji wangu.
Baadaye mchungaji wangu sitapungukia wala katika maji ya mabichi kunitana kando ya maji huku niongoze. Tusaidie Bwana. Kwa maana jinsi hii enyi watoto, tazama yuaja. Niite Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaimba kutoka mambo ya wana Esabu kumbukumbu torati Yoshua Mungu Nakakuta Samueliwa Namewa Farao Mama yakati yakati Ezra Nehemia Opoza Zuri Wisa Wimbo uliobora saya Nehemia Mabare Wengi dari Dinastia Yehuenea Mosi Obadia Nabika au Baba Kuti Stefania na Agari Zekaria na Malaki Matayo na Mikuruka Yua na Matendo Warumina wa Korinta Wakorinta Galatia Efeso wa Filipi Waronike na Tito Timotheo Filemoni Maria Yakobo na Petro Yohana unafunuo kitabu kizuri sana toka kwa Mungu Mwenyezi, usiongeze chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi hili ndio neno langu la mwisho. Mungu awabariki. Amina. Barikiwe. Ni mwema wakati wote. Tumeiona njia, tumeiona njia ya uzima, hata shetani apinge, hata shetani apinge, hata shetani apinge, Yesu atahubiriwa. Hata shetani apinge, hata shetani apinge, hata shetani apinge, Yesu atahubiriwa. Hiyo vingine vinaweza vikaharikishwa, vingine vinaweza vikaingia katika dhoruba, lakini Yesu akakukumbuka wewe, ukapata kibali machoni pa Bwana. Ni kweli vingine havipo, ni kweli sasa mashamba leo hayana rutuba, ni kweli watoto umezaa, lakini kana kwamba umekuwa sasa, Mungu anasema atakukumbuka. Ijapokuwa inaonekana kana kwamba havipo, lakini Yesu bado ana ujumbe na wewe, lakini Bwana bado ana ujumbe na wewe, yeye atakukumbuka. Cha muhimu usikate tamaa. Kama ni kazi unaendelea kufanya, fanya kwa bidii, acha kudanganywa. Naambia ya kwamba vinashushwa, pokea. Unapokea wakati hakuna mtu ameviweka hapo, ameviacha. Na unajua wanadanganywa ya kwamba kuna mahali vimewekwa wakapokee, na kumbe wanadanganywa. Kumbe bidii yako ya kazi Mungu ndio anaweka mkono pale unapofanya bidii ya kufanya kazi, pale unapofanya bidii kwenye ile biashara, kwenye lile shamba, kwenye ile kazi, katika yale masomo, ndipo Mungu anapofungua baraka. Kwa hiyo usidanganywe na yeyote au mchungaji yoyote ya kwamba pokea, na wakati muda huo haujishughulishi, itakuwa ni uongo na unadanganywa. Hayupo anayepokea pasipo kufanya kazi. Kama unataka uchumi, jishughulishe. Kama unataka kuinuka,
mibaraka. Katika ile biashara ataweka mibaraka. Katika lile shamba ataweka mibaraka. Katika kule kujishughulisha kwenye kila kitu, haijalishi ni masomo, yeye anasema atafungua baraka kwa ajili yako. Tunaposoma katika ile Mwanzo 19, nisome Mwanzo 19 mstari wa 29. Mwanzo 19. Akamkumbuka Ibrahimu. Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Akamtoa Lutu katika maangamizi. Akamtoa Mungu katika maangamizi. Akamtoa Lutu katika maangamizi. Akamtoa Lutu katika maangamizi. Alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa. Alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa huo Lutu. Kwa hiyo unaweza ni chanda kilichotolewa katika moto. Unaweza wewe peke yako katika familia ndio uliyempokea Kristo. Unaweza ukawa peke yako ndio umepokea uchumi katika nyumba yako. Unaweza ndiwe ukawa unaonekana ni mdogo kuliko wote. Yesu anasema atakukumbuka. Yeye atakutoa katika uangamivu. Ndio maana tunaona ya kwamba umepokea neema. Ndio maana tunaona ya kwamba umepokea na umebatizwa. Jua ya kwamba Yesu ana makusudi. Jua ya kwamba Mungu amekusudia kitu kwa ajili yako. Ndio maana umeingizwa majini. Furaha ya Mungu kawe nuru kule nyumbani kwako. Furaha ya Mungu kawe nuru pale kwenu. Furaha ya Mungu kawe nuru kule katika jamii yako. Furaha ya Mungu ukawe mwangaza, na si kuficha nuru chini ya pishi, na si kuficha nuru pale unapokuwa mbali na nyumbani kwenu. Furaha ya Mungu ni kukuona unaangaza. Haijalishi uko ugenini, haijalishi uko kwenu. Simama na Yesu, Yesu aonekane kwako. Simama na Yesu, Yesu akajitukuze. Ya kwamba kuna binti ametwaliwa mahali hapa na yeye anasimama kwa ajili ya utukufu wangu. Ajivunie kama Danieli alivyojivunia ya kwamba nina mtu ambaye ni Ayubu mtumishi wangu. Anaposimama Yesu anasema nina mtu. Yanaposimama Baba ana uwezo wa kusema shetani hata ukipiga yule amesimama imara. Ifike mahali Yesu ajivunie wewe. Ifike mahali Yesu ajivunie mimi. Ifike mahali Yesu ajivunie kuwa katika hiyo familia wewe ulipo. Mungu anapokukumbuka. Unaposoma katika ile Kutoka 2:24. Lakini leo Yesu anakupa neno la faraja ya kwamba hautakufa na huo ugonjwa. Haijalishi unaumwa huko chini, lakini yeye atakuinua. Na anapokuinua umtukuze. Ni kweli unaonekana wewe ndiye mwenye anga katika huo mji, lakini Yesu anasema nini juu yako? Anasema hatakuacha. Anasema atakukumbuka. Anasema atafungua milango kwa ajili yako. Simama imara, mtukuze Bwana. Simama imara, umuinue Mungu. Popote pale ulipo, jua wewe ndiye kichwa. Jua wewe ndiye Mungu. Tunaposoma katika Kutoka 6 mstari wa 5, inasemaje? Kutoka 6 mstari wa 5 katika kitabu inasemaje? Basi waambie wana wa Israeli. Basi waambie wana wa Israeli. Yehova. Nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Misri. Amina. Nami nitawaokoa na utumwa wao. Amen. Nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Amen. Alifunga ngapi? Fungu hilo la 5 mesha. Anasema akawakumbuka Waisraeli na anasema akawatoa. Ujue tunapoomba lazima ujue unaomba nini. Omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Acha kuomba yale yaliyo mahitaji ambayo yasiyomtukuza Mungu. Maombi mengi hayapati kibali machoni kwa Bwana. Kwa nini? Tunaomba tunavyotaka sisi, atende tunavyotaka sisi, na si mapenzi yake yatimizwe kwako. Ndio maana unaweza ukaomba sana usimuone Mungu. Acha mapenzi yake yatimizwe juu yako. Ni kweli uko katika hiyo adha, ili mradi nisikukane wewe. Simama imara. Wengine wanapogundua ya kwamba ameingia kwenye changamoto, anamwacha Mungu. Furaha ya Mungu ni kufanya uhusiano na wewe na si kuachana na wewe. Unajua sio lazima Mungu afungue baraka, na unajua sio lazima Mungu akutoe katika hiyo adha ulionayo, lakini kuna wakati anajua katika huo ugonjwa utamtukuza kama vile alivyomtukuza, na ndio maana amekuacha hapo. Yesu anasema usimame imara. Naam, atakufa. Sisi tumeitwa kumwamini, na sio kumwamini tu, naam, kufa na yeye. Furaha ya Mungu ni kusimama imara mpaka mwisho, na si kuwa kama mti unaoyumba wakati wa kiangazi unapokutisha, wakati wa masika
unaweka. Simama imara nyakati zote, haijalishi ni kiangazi, simama. Tutakutana tena. Bwana wabariki kwa jina la Yesu.